Bahul, mjumbe wa Mungu kwa wanadamu. Kila mtu mwenye ufahamu katika siku hii atakubali kwa urahisi kwamba mashauri ambayo kalamu ya huyu aliyekosewa imeyafunua yanaunda nguvu kuu inayohuisha kwa ajili ya maendeleo ya ulimwengu na kuinua watu wake. Zaidi ya miaka 200 iliyopita, mwanzilishi wa dini mpya ya ulimwengu alionya ulimwengu haraka kwamba utaratibu wake wa maadili na kijamii ulikuwa ukiharibika haraka. Kama tiba ya machafuko yanayoongezeka, alitoa maono ya jamii ya wanadamu iliyoungana na kutuambia tunachopaswa kufanya ili kufanya maono hayo yawe kweli. Tangu wakati huo maonyo yake yametimizwa na maono yake yanaleta matumaini kwa angalau wafuasi milioni 5 kote ulimwenguni. Jina lake ni Bahul. Katikati ya karne ya 19, Bahul, maana yake utukufu wa Mungu, alidai kuwa mjumbe wa Mungu hadi enzi ya ukomavu wa mwanadamu. Mwalimu wa kimungu anayetimiza ahadi za dini zingine. Alidai kuwa mbebaji wa ufunuo kutoka kwa Mungu unaoshughulikia mahitaji ya wanadamu wa siku hizi, ufunuo utakaounganisha watu wa ulimwengu. Yeyote anayejali kuhusu mustakabali wa sayari yetu au anayeamini kwamba suluhisho la matatizo ya dunia kimsingi ni la kiroho anapaswa kuchunguza athari kubwa ambazo maisha na maandishi ya Bahul tayari yamekuwa nazo duniani. Kwa mara ya kwanza katika historia, ubinadamu una rekodi ya kihistoria ya kuzaliwa kwa dini huru na maisha ya mwanzilishi wake. Ukuaji wa dini mpya pia umeandikwa na unaweza kuonekana katika kuongezeka kwa jamii ya wafuasi wa kimataifa yenye utofauti usio wa kawaida. Misheni yake. Bahul alieleza kwamba waanzilishi wa dini kuu zote ni sehemu ya mchakato mmoja ambao Mungu hufunua mapenzi yake kwa wanadamu. Kila mwanzilishi amerudia ukweli mwingi wa kiroho wa milele kama vile kuwatendea wengine kama tunavyotaka kutendewa. Lakini kila mwanzilishi pia ameleta mafundisho maalum ya kijamii yanayofaa mahitaji ya wakati yanapoonekana. Mafundisho ya wajumbe wa Mungu yamekuwa chanzo cha maendeleo ya binadamu na maendeleo ya ustaarabu. Roho ya maneno yao na mfano wa maisha yao yana athari ya kubadilisha na kuunganisha akili na roho za wanadamu. Wajumbe wa Mungu wanapofafanua upya yaliyo mema na mabaya, kanuni mpya za sheria na tabia za kiraia huzaliwa. Taasisi mpya zinazoelezea maadili mapya hujitokeza, na utamaduni mpya hubadilika na kuwa mpangilio mpya wa ulimwengu. Mchakato huu umetokea katika historia yote. Inaweza kuonekana katika mfululizo wa hatua ambazo zimechukua ubinadamu kutoka umoja wa familia, kabila, jiji, serikali na taifa hadi kizingiti cha umoja wa dunia. Dhamira ya Bahul ni kuleta umoja wa ubinadamu. Amejenga juu ya kazi ya wajumbe wengine wa Mungu ili kuleta mafundisho na kuanzisha harakati itakayounganisha jamii nzima ya wanadamu. Maisha yake. Bahul alizaliwa Uajemi, sasa Iran, mwaka wa 1817 katika familia iliyotokana na familia ya kifalme.
Akiwa kijana, alichagua kuacha maisha ya anasa na kazi ya serikali ambayo ingekuwa yake ili kuwatunza maskini. Bahul aliishi katika wakati wa matarajio ya kimasihi katika nchi nyingi. Wakristo walisubiri kurudi kwa Kristo. Waislamu walitarajia kutimizwa kwa unabii wa Kiislamu. Dini zingine zilikuwa na matarajio kama hayo. Mnamo 1863 Bahul alitangaza kwamba yeye ndiye aliyeahidiwa na dini zote na kwamba Mungu alikuwa amemkabidhi ufunuo unaoshughulikia mahitaji ya wanadamu wa siku hizi. Mwitikio wa tangazo la Bahul wakati wa uhai wake ulikuwa wa kushangaza. Maelfu walijitokeza kuunga mkono lengo lake. Wengine, hasa makasisi wa Kiislamu na serikali ya Uajemi, walijitokeza kulikandamiza. Wafuasi wake waliteswa na wengi waliuawa. Bahul mwenyewe alifukuzwa kutoka Uajemi hadi Iraq. Huu ulikuwa mwanzo wa miaka 40 ya uhamisho, kifungo, mateso na mateso makali yaliyofikia kilele kwa kuhamishwa kwake katika mji wa gereza wa Akka nchini Uturuki katika nchi takatifu. Wakati wa miaka yake ya uhamishoni, Bahul alitangaza utume wake kwa viongozi na watu wa ulimwengu katika maandishi yenye mafundisho yake kwa wanadamu. Mafundisho yake. Katika maandishi yake mengi, Bahul anashughulikia maswali makubwa ambayo wafikiri wa kidini wamejitahidi kuyajibu katika enzi zote. Asili ya Mungu ni nini? Uhusiano wake na ubinadamu ni upi? Jukumu la ufunuo wa kimungu ni lipi katika historia? Uhusiano kati ya dini nyingi duniani ni upi? Imani ni nini? Kusudi la maisha ni lipi? Bahul pia anashughulikia matatizo mahususi tunayokabiliana nayo leo, kama vile usawa wa wanawake na wanaume, usalama na maendeleo ya familia, kuondoa umaskini, ubaguzi, vita na utaifa, na kuanzishwa kwa haki ya kijamii. Katika juzuu zaidi ya 100, Bahul anazungumzia mahitaji ya kiroho na kimwili ya mtu binafsi na jamii. Tabibu mjuzi ana kidole chake kwenye mapigo ya mwanadamu. Anaona ugonjwa na kuagiza kwa hekima yake isiyo na makosa tiba. Tiba ambayo ulimwengu unahitaji katika mateso yake ya siku hizi haiwezi kamwe kuwa sawa na ile ambayo kizazi kijacho kinaweza kuhitaji. Msijishughulishe na mambo yenu wenyewe. Acha mawazo yenu yaelekee kile kitakachorekebisha utajiri wa wanadamu na kutakasa mioyo na roho za wanadamu. Hili linaweza kupatikana vyema kupitia matendo safi na matakatifu, kupitia maisha mema na tabia njema. Usemi wa Mungu ni taa ambayo nuru yake ni maneno haya: nyinyi ni matunda ya mti mmoja na majani ya tawi moja. Nuru ya umoja ina nguvu sana kiasi kwamba inaweza kuangazia dunia nzima. Jitahidini ili mpate kufikia kituo hiki kizuri na cha hali ya juu zaidi, kituo kinachoweza kuhakikisha ulinzi na usalama wa wanadamu wote. Jizamisheni katika bahari ya maneno yangu, ili mpate kufunua siri zake na kugundua lulu zote za hekima zilizofichwa katika vilindi vyake.
Hii ni imani isiyobadilika ya Mungu, ya milele katika wakati uliopita, ya milele katika wakati ujao. Yeye anayetafuta na aipate, na kwa yule ambaye amekataa kuitafuta, hakika Mungu anajitosheleza zaidi ya hitaji lolote la viumbe vyake. Agano lake na ubinadamu. Kuja kwa Bahul kumeingiza ulimwengu katika enzi mpya na kuunda uhusiano mpya kati ya Mungu na wanadamu. Bahul anauita uhusiano huu Agano Jipya. Mungu ameahidi kutotuacha bila mwongozo wake wa upendo. Bahul ni utimilifu wa ahadi hiyo. Kwa malipo ya zawadi hii, tunaombwa kutambua na kukubali mafundisho yake. Watu wa dunia wanapotambua na kukumbatia Bahul na mafundisho yake, wanapokea baraka za kimungu na usaidizi ambao unaweza kutoka kwa Mungu pekee. Tumeahidiwa kwamba tunapojitahidi kutimiza wajibu wetu kwa Agano Jipya, tutapata nafuu kutokana na mkanganyiko, machafuko na uharibifu wa jamii, na chuki na vurugu za wakati wetu zitabadilishwa na udugu na amani ya dunia. Jumuiya ya Baha'i inaonyesha nguvu ya Agano la Bahul ya kuponya matatizo yanayowagawanya wanadamu. Jumuiya hii bado iko katika uchanga wake na inatoa tu mwanga mdogo wa athari kubwa ambayo mafundisho ya Bahul hatimaye yatakuwa nayo kwa wanadamu. Hata hivyo, tayari imeunganisha vipengele vingi tofauti vya familia ya binadamu. Katika kipindi cha zaidi ya miaka 100, imani ya Baha'i imeenea hadi kila taifa na inajumuisha watu wa kila rangi, malezi ya kidini, utamaduni na tabaka. Maisha ya Bahul, vitabu vingi vya maandishi yake, na mfano wa jumuiya inayokuwa duniani kote ya Baha'i vinaunga mkono dai lake la kuwa mjumbe wa Mungu kwa ajili ya ujio wa kizazi cha wanadamu. Unaalikwa kuchunguza matokeo ya Agano Jipya kati ya Mungu na wanadamu.